nafuu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramiz Works inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramiz Works tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramiz Works inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramiz Works, huduma bora kwa bei nafuu. Alright, asante sana mpenzi mtazamaji, tena karibu kwenye meza yetu ya magazetini. Tunaita AGR magazetini, ambapo tunaenda kuangalia yale ambayo yamenakiliwa kwenye magazeti yetu hii leo. La kwanza hapa ni The Standard na niite Edwin Mukaya. Naitwa Ogaro Brian, ama ukipenda uniite Ogabra, kijana mtulivu, lakini nilipata kuacha hilo jina kijana mtulivu. Bwana. Wajua nimepata kubadili mienendo, nilikuwa kijana mbaya sana. Lakini mbaya. Kijana mtulivu mbaya, lakini sasa Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Na anasema bila kuwa na woga wowote kwamba nampenda Yesu na yeye ndiye mwokozi wa maisha yangu. Kwa hivyo jina langu limepata kubadilika na kuwa MC Ogabra, kijana wa Yesu. Hilo ndilo jina halisi. Si kila mtu tu ni kijana wa Yesu, hata mimi ni mtu wa Yesu tu. Lakini watu huwa hawajitambui hivyo kwa watu wengine. Naam. Unapojitambulisha kwa jina halisi, na hilo ndilo jina langu halisi. Kwa hivyo gazeti langu ni Taifa Leo, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa AGR, na tunakukaribisha twende sako kwa bako hadi mwisho. Kwenye ukurasa huu wa kwanza, mkipenda cover, inaitwa cover, ama kwenye ukurasa wa mbele ni kwamba wa Taifa Leo nasema kwamba Rais Uhuru aonekana kumwiga babake katika utawala wa urithi wa urais. Pia tunapata kwamba kuna corona sasa yasukuma makahaba nyumbani kwa wateja wao. Tunapata kwamba pia kuna upande wa maadili huku chini kwenye gazeti hili ni kwamba Seneti kuchunguza mapuuza ya wauguzi yaliyosababisha kifo. Naona taarifa hii inaendelea kwenye ukurasa ambao ni wa 3. Kifo cha mhubiri maarufu TB Joshua chashtua wengi barani Afrika, katika ukurasa wa 6. Tutaangazia hayo kwa mengi zaidi. Na ukurasa wa kwanza gazeti la kwangu hapa The Standard, tunaenda kuangazia yale ambayo yaliomo kwenye gazeti hili. Nikiona mada ya gazeti la leo The Standard wanasema handshake goodies split Raila's allies, kwamba kuna yale mazuri ambayo yametokana na ule umoja ama ile mfumo wa kujenga madaraja baina ya Raila, kinara ODM, pamoja na Uhuru Kenyatta, kwamba iliona kuwa ama ilihakikisha miradi mingi zaidi na mikubwa imeweza kuingia pale Nyanza. Kwa hivyo kuna wale wenzake wa mlengo wa NASA, kina Mdavadi, Kalonzo, Wetangula, bado wanaambiwa kwamba pia wafanye jinsi Raila alifanya, pengine maeneo yao pia yatapata miradi anuai kama Nyanza imeshapata. Hayo tutaangazia katika ukurasa wa 8. Vile vile Nigerian preacher ambaye alikuwa anaitwa TB Joshua aliaga akiwa na miaka 57. Ukurasa wa 5 tutaenda kuangazia story hiyo. Vile vile ukurasa wa 3 tutaangalia siasa kidogo, ulengo wa siasa, ambapo tutangazia kidogo marais, ama ukiangalia rais wa kwanza, wa pili, wa tatu, tutaangalia tu wa 4. Vile vile tunaangalia jinsi walikuwa wakivaa na kila mtu alikuwa na mfumo upi wa uongozi. Hayo tutaenda kuangazia vile vile kwenye ukurasa huo wa 3. Ndio hayo tu, na mengine tutaangazia zaidi. Ndio hayo ukurasa wa kwanza gazeti la The Standard. Naam, kwenye gazeti hili langu la Taifa Leo, habari ya kwanza katika gazeti hili ukurasa wa 2 ni kuwa hoteli iliyovamiwa na magaidi imepata kuuza. Hoteli hii ambayo inajulikana kama
Paradise Beach ambayo ilishambuliwa kwa bomu na magaidi wanahusishwa na Al-Qaeda mwaka 2002. Mwenyewe ameamua sasa kwamba hoteli hii atapata kuiuza kwa sababu ya hasara nyingi ambayo alipata kupata wakati huo. Pia katika ukurasa huo ile taarifa ya Uhuru Kenyatta ambaye ni rais wa Kenya, na jinsi ambavyo anamuiga babake kabla apate kutoka kwenye ofisi, mzee Jomo Kenyatta, kabla apate kuondoka uongozini ili apate kuasha in yule ambaye ni Rais Moi. Yaani kuna mengi ambayo baba yake alipata kuyafanya, na miongoni mwa hayo yanapata kuzungumziwa katika taifa hili, katika gazeti hili la Taifa Leo. Yaani mzee Kenyatta alikuwa na kundi la wanasiasa waliokuwa karibu naye, waliodaiwa kumpa ushauri muhimu wa kisiasa, wanadaiwa kuhusika pakubwa kwenye mchakato huo. Vile vile mtoto wake sasa Uhuru Kenyatta pia anaendelea kuunganisha ama kuleta pamoja washauri wengi ili apate kujua njia halisi ya kupata kupeana uongozi kwa mtu mwingine ama rais mwingine. Vile vile katika ukurasa huo pia pigo kwa serikali, koti ikiruhusu Miguna kurejea. Ni taarifa ambayo unaipata ukurasa huu wa pili. Serikali imepata pigo tena baada ya mahakama ya rufaa kuruhusu mwanaharakati na wakili mbishi Dr. Miguna aliyefurushwa nchini baada ya kumwapisha kinara wa ODM Raila Odinga kurejea nchini kutoka Canada anakoishi. Hivyo wanasema kwamba mnamo Juni tarehe 4 majaji watatu wa mahakama ya rufaa Roslyn Nembuye, Wanjiru Karanja na Mohamed Wasame walitupilia mbali ombi la mwanasheria mkuu Kihara Kariuki kubatilisha uamuzi wa jaji Enoch Mwita na kuharamisha kufurushwa kutoka nchini kwa Dr. Miguna Februari mwaka 2018. Taarifa ambayo unaipata ukurasa huu wa pili. Vile vile makahaba waendea wateja kwao. Hii taarifa maisha yalikuwa ngumu kidogo. Maisha yamewapiga vibaya sana makahaba, na wameamua sasa kwamba sasa kwa sababu biashara imerudi chini, iweje sasa itabidi tuende nyumbani kwa kina Edwin vijijini. Tuende kwa Edwin sasa tuone kama tutapata pesa kutoka huko. Hivyo basi unasema kwamba mtindo wao sasa unajumuisha kuwafanyia wateja wao kazi za nyumbani kama vile kufua nguo, kupika, ukandaji viungo vya mwili mbalimbali na huduma za ukahaba. Haya yote hufanywa katika nyumba ya mteja, wengi wao wakiwa ni makapera, ila pia kuna walio na wake wao mahali kwingine. Edwin, unaweza mkaruhusu kahaba aje kwa kufanyia kazi za nyumbani vile kukanda mwili? Unaweza ukaruhusu jambo kama hilo kaka? Ikiwa umeoa ama hujaoa? Ikiwa haya, wacha tuanzie ukiwa kapera, hujaoa bado. Unaweza? Hapo kidogo kwa kuweza unaweza. Lakini ikiwa umeoa unajua bibi yako. Lakini unaona hapa italeta mvutano baina ya familia. Lakini unaona hapa wanasema kwamba kuna wale ambao wameoa lakini wanawaita waje wafanyie kazi za nyumbani. Lakini hapa ni hatari sana. Na mkuvuja familia. Sana mke akiwa ni yule mkali utakiona sana. Haya basi ni habari ya mwisho katika ukurasa wangu wa pili hapa Taifa Leo, ndio gazeti. Ukurasa wa 3 wa Taifa Leo unaangazia kaunti mbalimbali. Kuna kaunti ya Mombasa, kaunti ya Nairobi pia, ambapo Waislamu wangali gizani kuhusu ikiwa watahudhuria hija Saudia, ambapo inasema kwamba nchini Kenya wangali gizani kuhusu ikiwa wataweza kuhudhuria hija mwaka huu nchini Saudi Arabia. Waumini hao bado wanasubiri taarifa rasmi kutoka kwa Baraza Kuu la Waislamu nchini SUPKEM, zikiwa zimesalia siku 44 ya mtazamaji na msikilizaji wa AGR2 kwa sherehe hizo kwanza. Mwenyekiti wa SUPKEM Hassan Ole Naado alisema wangali wanasubiri mawasiliano rasmi kutoka kwa Wizara ya Hija. Kwa hivyo nafikiri ni kwa sababu ya
mambo ya COVID-19, ndio maana sherehe hizo huenda wasipate kuhudhuria katika sehemu hiyo ya Saudi Arabia. Kule hiyo ni taarifa ambayo ni ya Mombasa. Tuende hadi Nairobi sasa. Ni kuwa koti yaagiza wadhifa wa karani wa bunge la Nairobi usalie wazi. Pengo la uongozi litaendelea kushuhudiwa katika bunge la kaunti ya Nairobi baada ya mahakama kutoa amri kwamba afisi ya karani wa bunge hilo haitakuwa na mshirikizi hadi kesi itakayowasilishwa isitishwe ama isikizwe na kuamuliwa. Hiyo ni taarifa ambayo unaipata ukurasa huu wa 3 wa Taifa Leo. Vile vile Seneti kuchunguza mapuuza ya wauguzi yaliyosababisha kifo, ambapo bunge la Seneti linatarajiwa kuanza kuchunguza jinsi hospitali ya mafunzo ya rufaa ya Nanyuki ilivyoendesha operesheni zake kufuatia kisa ambapo mgonjwa alifariki huku wahudumu wakisherehekea birthday ya mfanyakazi mwenzao. Taarifa hii nilipata kuiona by the way, Edwin, na kwa kweli sio vizuri kupata kulenga. Vijana husema kulenga, yani ili waende kujirushe. Yani ilikuwa ni birthday party ya jamaa mmoja ambaye alikuwa on duty hiyo siku. Ila sasa akasahau kwamba alikuwa na mgonjwa ambaye alikuwa ashughulikie. Mgonjwa alipata kufariki, watu wengine wakiwa wanasherehekea birthday ya huyu jamaa. Jambo ambalo ni la kutamausha sana. Sana. Kwa hivyo pia hiyo ni taarifa ambayo mtazamaji na msikilizaji wa GR utaipata katika ukurasa wa 3 wa Taifa Leo. Ni hayo tu naona hapa. Shukrani sana mtangazaji mwenza. Moja kwa moja niangazie ukurasa wa 2 gazeti la The Standard. Kama kawaida tunaangalia historia kidogo. Hapa tunaenda kuangazia eneo la Ofafa Jericho, ambalo lilikuwa linajulikana kama ni estate ya wale wa Afrika matajiri pale. Tunaenda kuiangazia tujue ilianzaje. Pengine unaweza pata gazeti lako uweze kujisomea kwa kina, lakini kwa kujuza tu estate hii ni katika miaka ya 1961 ilianzishwa pale na iliitwa jina Ofafa Jericho kutokana na mtu mmoja ambaye alikuwa mwanasiasa, alikuwa anaitwa Ambrose Michael Ofafa, ambaye alikuwa ni kijana barobaro. Aliweza kuiaga dunia baada ya kupigwa risasi kutokana na robbery iliweza kufanywa eneo hilo wakati ama mwaka wa 1953. Kwa hivyo ilikuwa ni eneo tajika ambalo lilikuwa limebeba watu ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye public na private sector, ama ile sekta za kibinafsi, vile vile zile za serikali. Kwa hivyo kuna watu wengi zaidi walikuwa wanaishi pale, kama anayejulikana zaidi kama babake aliyekuwa rais wa US ama Marekani, Barack Obama, ambaye alikuwa anaitwa Barack Hussein Obama Senior. Kulikuwa na vile vile freedom fighter Bildad Kagia, kulikuwa na Kisoi Munyao ambaye alafu kulikuwa na Olympic gold medalist Robert Wangila. Kwa hivyo ni historia nzuri zaidi, waweza pata gazeti lako uweze kujisomea kwa kina. Ukurasa wa 3 hapa tunaangazia uongozi hapa nchini Kenya. Tutaanza na Jomo Kenyatta, kuja Daniel Arap Moi, kuja wa Mwai Kibaki, vile vile wa Uhuru Kenyatta. Leo hii tunaenda kuangazia mavazi yao. Unajua hapa ukiangalia title kwa kizungu anasema politics of fashion style that define leaders. Unajua kuna kiongozi, tukianza kiongozi wa kwanza ambaye alikuwa mwanzilishi Jomo Kenyatta. Tukiangalia mavazi yake kidogo, alikuwa anapenda kuvalia suti. Saa kuna zile suti ambazo zilikuwa zinakuwa stripped, hizo ndo suti alikuwa anabambika zaidi kuzivalia. Vile vile alikuwa anapenda sana leather jackets. Hiyo ilikuwa ni fashion yake, ilikuwa ni style yake. Vile vile tukikuja kwa Moi, Daniel Arap Moi, vile vile yeye tunasema kwamba Moi was fashion conscious. Alikuwa fashion conscious, manake kila hafla alikuwa anabadilisha nguo kulingana na hiyo hafla. Kama anaenda mazishi, nguo fulani; kama anaenda sherehe, nguo fulani. Kwa hivyo nasema kwamba Moi was the president mwenye alikuwa fashion conscious. Tukiangalia Uhuru sasa hivi, unaweza niambia hata wewe ukimwangazia kidogo, sijamuona sana na koti.
na suti. Sana sana anapenda nguo za Kiafrika ambazo zina madoadoa kidogo mashati zake. Nakumbuka kuna wakati Kanzedina alikuwa amevaa nguo kama hiyo tu na ilizua mjadala sana kwenye mitandao ya kijamii. Jamaa wa mashati huyo. Hayo kwenye ukurasa wa 2 na 3. Kwenye ukurasa wa 4 hapa kwenye gazeti la Taifa Leo, ni taarifa ambazo zinaangaziwa katika gazeti hili. Ni taarifa za kaunti mbalimbali, ikiwemo kaunti ya Meru, Eldoret, Kirinyaga, Kilifi, Nairobi, pamoja na Kiambu. Huko kaunti ya Meru ni kuwa mbunge wa rai viongozi wa mlimani wa mheshimu rais. Mbunge wa Imenti ya Kaskazini Rahim Daud amewataka wanasiasa wa Mlima Kenya wa mheshimu rais Uhuru Kenyatta, hata wakitofautiana naye kuhusu masuala mengine ya kitaifa. Katika upande mwingine ni kuwa Eldoret, koti kujulishwa kama afande alikamatwa kwa kususia kazi. Mahakama moja Eldoret itataka kujua Jumatano iwapo afisa wa polisi aliyeshtakiwa kutoroka kazini alikamatwa au la. Katika kaunti ya Kirinyaga, kwenye ukurasa huu wa 4 wa gazeti la Taifa Leo, ni kuwa polisi jana walifukua mwili wa mwanaume ambaye aliuawa na raia kisha mwili wake kuteketezwa kabla kuzikwa kwenye kaburi la kina kifupi katika kijiji cha Kibingoti, kaunti ya Kirinyaga. Ni taarifa ambayo unaipata ukurasa huu wa 4 wa Taifa Leo. Katika kaunti ya Nandi, uchumi, muungano wa kaunti umekufa. Muungano wa kiuchumi wa kaunti za kaskazini mwa bonde la Ufa NOREB uliopigiwa upatu kubadilisha uchumi za eneo hilo sasa unaelekea kufa. Hapo ni katika kaunti ya Nandi. Pia vile katika kaunti ya Kiambu, hazina ya NG-CDF kufadhili elimu ya wanafunzi vioni. Wanafunzi wa vyuo kutoka Thika wamehimizwa kujikusanya katika makundi ili wanufaike na fedha za hazina ya kitaifa ya ustawi wa maeneo bunge, yani CDF. Ni taarifa ambayo unaipata katika ukurasa huu wa 4. Katika kaunti ya Nairobi, KHRC ama ile tume ambayo inaangazia masuala ya refugees ama watu ambao wanahama, haki za binadamu pia, na kituo cha Ndula taarifa hii inaelezea kuwa tume ya kutetea haki za binadamu Kenya na kituo cha Ndula Resource Center vinataka bunge la kitaifa na seneti kuanza uchunguzi dhidi ya dhuluma zinazodaiwa kufanywa na kampuni ya kilimo ya Kakuzi. Katika kaunti ya Kilifi ni kuwa mbunge wa Ganze Bwana Teddy Mwambire amewataka maafisa wa polisi waanzishe uchunguzi kuhusu vijana wanaosemekana kubaka akina mama wazee katika kaunti ya Kilifi. Ni taarifa ambayo unaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Taifa Leo. Sijui una nini kwenye Standard? Naam, shukrani sana. Acha niangazie gazeti la The Standard ukurasa wa 4 hapa, sijaona lolote. Ukurasa wa 5 hapa ndo tunaangazia TB Joshua ambaye alikuwa ni mhubiri. Kifo chake kilitokana, pengine hawajasema nini kilisababisha kifo chake, na alikufa akiwa na miaka 57. Amekuwa ni mhubiri tajika ambaye amesema kwamba ama alikuwa akiponya magonjwa mbalimbali, magonjwa kama ukimwi, magonjwa aina tofauti. Kwa hivyo kidogo amejulikana zaidi na jina lake kutamba zaidi kwenye mitandao. Kuna wakati vile nakumbuka pia ni mtu alikuwa anapenda kuingia online, mahubiri ya online. Kuna wakati alikuwa YouTube yake iliweza kukuwa terminated sababu alisema kwamba kidogo anaweza kuponya wale watu ambao ni tunaita gay kwa Kiswahili sijui anaitwaje. Mashoga. Naam. Akasema kwa hivyo ikaleta issues zaidi. Ni mtu ametembelea mataifa mbalimbali, ameenda US, ameenda UK, South America, kidogo. Na inakumbuka vile mwaka 2014 kidogo kanisa lake liliweza kuanguka, liweza kuporomoka na kuua zaidi ya watu 116.
ambao walisema kidogo ni ignorance, lakini hakuchukuliwa hatua yoyote. Kwa hivyo ni taarifa ambayo utaipata kwenye ukurasa huu wa 5 na zaidi. Ukurasa wangu wa 5 katika gazeti hili la Taifa Leo, habari za Afrika na dunia, na taarifa hiyo ambayo mwenzangu amepata kuiangazia ya kifo cha TB Joshua. Na wajua jina lake kamili TB Joshua, watu wengi wanamjua kama TB Joshua, lakini jina lake kamili alikuwa anaitwaje? Jina lake kamili sijui imenakiliwa hapo, alikuwa anaitwa Tommy Top Balagan. Jina gumu sana. Nafikiri kwa sababu jina lake lilikuwa gumu sana ndio maana akamwacha jite fupi ndio watu wasiwe na matatizo. Naam. Pia inaangazia taarifa hiyo kwa TB Joshua ambaye alikuwa mhubiri mashuhuri sana katika Afrika, nchi ya Afrika na hata kule Amerika. Ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana ziara za kutembea ili kupata kueneza injili yake Mungu. Taarifa kutoka akaunti yake ya Facebook inaangaziwa pia katika gazeti hili la Taifa Leo, ambapo alisema yule ambaye anaimiliki akaunti hiyo kwa sasa aliandika kuwa Mungu amemchukua mtumishi wake Nabii TB Joshua na kumpeleka nyumbani kama ilivyopaswa kwa mapenzi yake. Kumbuka kwamba hii ndiyo taarifa tu iliyopeanwa baada ya kifo chake TB Joshua. Hamna taarifa nyingine ambayo tulipata kupewa ili tujue ni chanzo cha kifo chake kilikuwa kipi. Vile vile katika gazeti hili la Taifa Leo ukurasa wa 6 ni kwa Tanzania kuanza zoezi la utoaji chanjo dhidi ya gonjwa la corona. Tanzania inajiandaa kuanza shughuli ya utoaji chanjo ya COVID-19 baada ya jopo la wataalam kuwasilisha ripoti iliyotoa mwongozo wa jinsi zoezi hilo litaendeshwa. Ikumbuke kuwa Tanzania sasa inaongozwa na rais wa kike kwa mara ya kwanza, Samia Suluhu Hassan, na sasa ikumbuke kuwa pia kabla ya rais huyu kupata kuchukua hatamu yake ni kuwa yule ambaye alikuwa ni rais wa Tanzania John Pombe Magufuli hakuwa bado ameamua kama iwapo chanjo hii itapata kuruhusiwa kutumika Tanzania, lakini kwa sasa unaona mambo yanabadilika nchini Tanzania. Bado tukiwa katika ukurasa huu wa 6, mwanaume aua 6 na kujeruhi 14 kwa kisu. Mwanamume mmoja waua watu 6 na kujeruhi wengine 14 katika kijiji kimoja mashariki mwa China. Shirika la habari la serikali lilipata kusema. Ni taarifa ambayo utaipata kusoma kwa kina katika ukurasa huo wa 6. Pia kule Afghanistan watu 11 wauawa Afghanistan, Amerika ikiondoa jeshi. Uganda pia tunapata kwamba corona Uganda yasitisha mpango wa kufungua shule. Ni hayo tu kwenye ukurasa huu wa 6 wa Taifa Leo. Na ukurasa wa 6 hapa wa gazeti la kwangu hapa The Standard naenda kuangazia kidogo Rais Uhuru Muigai Kenyatta alipokuwa pale akitoa hotuba yake pale Madaraka Day pale Kisumu. Aliweza kusema na kuongelea kuhusu the GDP ya hapa Kenya tangia alipoingia uongozini. Kidogo watu wameangazia zaidi, ambapo watu walikosoa na kusema kidogo hangeanza kusema yale ambayo ameyatenda, manake ilikuwa ni Madaraka Day, pengine hotuba yake haingekuwa centered kwa yale ambayo ameyatenda, hasa katika wakati huu COVID-19 inaendelea kuchacha na vile vile kuwachukua ama kuwaua wengi. Lakini sasa hivi tunaangazia mfanano umefanya ama comparison imefanywa wakati wa Mwai Kibaki na wakati wa Uhuru Muigai Kenyatta. Mwai Kibaki alipoingia uongozini GDP ilikuwa 1 trillion. Ilikuwa 1.055 to be specific trillion, na vile vile iliongezeka up to 3.5 trillion wakati alitoka mamlakani. Na aliyefuata ambaye ni Uhuru Kenyatta aliameongeza kufikia sasa hivi hadi
hadi trilioni 5. Lakini vile vile tunaona kuna inflation, maisha yamekuwa magumu manake bidhaa zimeongezeka. Kwa hivyo huo ndio tumeangazia kidogo. Gazeti la The Standard imejaribu kucompare between the two regimes ya Mwai Kibaki pamoja na Uhuru. Ngawaje rais vile vile anasema ameyatenda mengi, kidogo si vile anavyosema, manake tunaona ya Mwai Kibaki ilikuwa almost triple. Kwa hivyo kidogo hayutapata kwenye ukurasa huo wa 6. Ukurasa wa 7 vile vile ni kwenye ulingo wa siasa. Hapa tunaenda kuangazia wajua mwaka ujao pengine kutakuwa na uchaguzi. Hatuna uhakika kama kutakuwa na uchaguzi mwaka ujao, manake wanaweza isogesha mbele, usijua. Kwa hivyo ikiwa kutakuwa na uchaguzi, kuna yale ambayo yamekuwa yakitazamwa hasa kutokana na uchaguzi mdogo ambao umekuwa ukifanywa kwa maeneo mbalimbali, ambapo tumeona kwamba tukianzia eneo la Kisii hapa Bonchari, vile vile uende Kiamo, kama unaweza gundua kwamba askari waliweza kutumika na kutumia nguvu zaidi katika uchaguzi huo. Kwa hivyo inabainika zaidi wazi kuwa pengine haya yataweza kutokea mwakani, pengine uchaguzi utakapokuwa ukifanywa hapo mwaka ujao. Ni hayo yameangazwa katika ukurasa wa 7. Vile vile wanasema kwamba kidogo polisi waweze kuangaliwa zaidi ili wasije wakaleta vurugu na mvutano baina ya watu. Ngawaje handshake ilikuja kuleta umoja na vile vile kujenga madaraja. Ukurasa wa 6 na 7 Ukurasa wangu wa 7 naona hapa ni mitihani kaka, siku mitihani hapa. KCPE, jaribio la KCPE mwaka 2021. Ukurasa wangu wa 8, Taifa Leo. Uhifadhi mazingira usiwe ni siku moja, kwamba yani mnamo Jumamosi wa Kenya walijiunga na dunia nzima kuadhimisha siku ya mazingira duniani. Kama kawaida, viongozi na wananchi walijumuika katika maeneo tofauti kama mito, misitu, viwanja na chemchemi za maji kupanda miti na kufanya usafi. Je, wewe mtazamaji na msikilizaji wa AGR ulipata kupanda mti ama bado? Wajua ni vizuri kuyatunza mazingira. Hivyo katika ukurasa huu wa 8, Ruto aongoza kampeni ya la BBI ikiruhusiwa. Naibu Rais William Ruto aliandamana na mke Mama Rachel kwa maadhimisho ya Madaraka Day katika uwanja wa Jomo Kenyatta. Na hivyo basi, tangu safari ya kurekebisha katiba kupitia mwafaka wa maridhiano BBI ilipoanza miaka 3 iliyopita, Naibu Rais William Ruto hajawa na msimamo dhabiti. Amekuwa akipinga na kuunga mkono. Naibu wa rais amekuwa akikosoa baadhi ya vipengele ndani ya BBI. Basi ni masuala ya BBI tu ndio yameangaziwa katika sehemu hiyo ya habari. Pia kuna huku katika gazeti hili ukurasa wa 8, ulegevu wa wazazi unahatarisha maisha ya wanafunzi, ambapo pacha waliozama na kufa maji katika ufuo wa Gasi, kaunti ya Kwale wiki jana. Taarifa hii imepata kuangaziwa, waweze ukaisoma katika gazeti hili la Taifa Leo. Katika ukurasa wa 9 Taifa Leo ni dondoza hapa na pale, ambapo tunapata kwamba hapa kaunti ya Machakos ni kuwa aliyepiga mkewe akataliwa licha ya kumpigia magoti. Amekataliwa kabisa. Yani jamaa amejaribu kadri uwezo wake, yani akaamua kwamba hata magoti nitapiga ili nisamehewe, lakini wapi, aliambulia patupu. Na anasema vizuri zaidi, ukiachwa achika. Ukiachwa achika tu. Lakini unajua unaweza sema uachike, lakini moyo kidogo, unajua ukishapenda umependa. Hivyo zile hisia kuziondoa kwenye moyo wako kidogo inakuwa ni vigumu zaidi. Mimi nitasema nini kama Ugabra kijana wa Yesu? Nitasema kwamba watu waombe, Mungu ndio upeana wapenzi. Mungu ndio upeana mpenzi, Mungu ndio upeana. Hapana. Mungu ndio upeana kaka, unapinga nini? Nikuulize, ukiketi kwako pale nyumbani yani kapera, waambie Mungu niletee bibi, nisaidie nipate bibi, utampata? Simaanishi hivyo kaka. Kwa nini una interpret kivyako? Namaanisha hivi. Iwapo unahitaji mke, iwapo unahitaji mpenzi wa kwako, cha msingi kufahamu ni kwamba Mungu ndiye ufanya hiyo networking. Hivyo basi kupitia kwa njia ya maombi, omba na pia
zoea kuzungumza na watu. Naam. Ukienda kanisani usitoroke mbio mbio, kawia kidogo, salimia watu hapa na pale, wenda mpenzi wako yuko huko. Katika gazeti hili pia sehemu hiyo adondoza hapa na pale, demu afumaniwa akiroga wakwe. Kisa cha kushangaza kilitokea mtaani hapa mtaani ni Mtopanga kule Mombasa. Mombasa nayo ikosi hivi visanga vingi sana. Kisa cha kushangaza kilitokea mtaani hapo baada ya demu aliyezuru wazazi wa mumewe kufumaniwa usiku akirandaranda kote akiwa nusu uchi. Ni hayo ambayo unapata katika gazeti hili, sehemu ya dondoza hapa na pale. Pia tunaona hapa kuna amtaka bosi amfanye ya hoteli ilipofungwa. Dondoo zinginezo utapata kuzisoma hapa katika Taifa Leo, ukurasa ni wa 9. Naam, asante sana. Niangazie ukurasa wa 8 hapa. Ukurasa wa 8 hapa tunaangazia Uhuru Nyanza goodies fire up race for the top seat ahead of 2022 polls. Wajua kuna miradi mbalimbali ambayo iliweza kuzinduliwa before Madaraka Day. Rais aliingia pale mapema wakazindua miradi pale Siaya. Inaonyesha kwamba kidogo kuna wale walikuwa mlengo mmoja, wanasa kina Mdavadi, kina Kalonzo Musyoka, kina Wetangula. Kwa hivyo watu wa kwao wa maeneo hayo mbalimbali wanasema kidogo pengine pia waweze kuenda pale, waweze kuchukua uongozi, wachukue kiti kile cha ama ile kazi ya juu zaidi ya nchi, ili waweze pengine kuchukua goodies kwao. Ndio naana hapa akina nani huyu anaitwa Lugari MP Ayubu Savula anasema kwamba kidogo Wetangula sasa hivi kunradhi Mdavadi sasa hivi ameiva, na kwamba ameiva zaidi ya kuwa kiongozi, na pengine haya maendeleo yanayofanyika hapa Nyanza yaweze kufanyika pale Western vile. Na vile wanauliza kwamba inakuwaje, manake inakuwaje Nyanza tu ndo maendeleo inafanya, mbona isiwe the large Western region? Kwa hivyo hiyo ni habari ama taarifa utaipata ukurasa huo wa 8. Ukurasa wa 9 ni matangazo tu. Ukurasa wa 10 na vile ndo haya yanaendelezwa hapa na mazungumzo kuonyesha kwamba kuna huyu ambaye ni lecturer wa Nairobi University, Richard Bosira, anasema Raila's focus on Luo Nyanza was meant to endear him to his core constituency by demonstrating that the handshake with Uhuru was indeed an avenue to the much sought development in the region. Kwa hivyo ni maoni mbalimbali yanaendelea kutolewa kutokana na ile miradi ambayo ilianzishwa pale Kisumu, pale Siaya, the Luo Nyanza. Ndo haya. Naam. Hapa pia katika ukurasa wangu wa 10 gazeti ni Taifa Leo, ni sehemu ambayo watu hutoa maoni kupitia kwa barua, ambapo vyuo vikuu vitoe mafunzo ambayo yatakweza taifa kimaendeleo. Yani ameandika barua hii ili kuwarai viongozi wa vyuo vikuu wapate kuweka ama kuincorporate zile kozi ambazo zitasaidia katika kuimarisha uchumi wa taifa. Yani wanafunzi wasiwe na kozi ambazo hazitawafaidi katika sekta ya ajira humu nchini Kenya. Maana siku hizo unaweza maliza kozi kakangu upate kwamba umeambulia patupu na kozi ambayo umeifanya. Maana kazi unatafuta upate popote. Pia katika ukurasa huu ni barua ambayo imeandikwa kuwa ubomwaji nyumba ni ukatili. Naona pia kamati ya bajeti Kakamega iliwabagua walemavu peupe. Sikuona cha kusherehekea. Huu ni mtu ambaye hakuridhishwa na sherehe ambazo zilikuwa zimefanyika za madaraka kule Kisumu siku ya Jumanne wiki jana. Amesema kwamba hakufurahia ama hakuona cha kusherehekea nchini Kenya, hamna madaraka. Kwa hivyo basi hayo ni maoni yake, sio yetu msikilizaji mtazamaji wa HR. Gazeti ni Taifa Leo, ukurasa ni wa 10.
Na moja kwa moja naenda hadi ukurasa wa 12, manake hapa naona matangazo tu. Ukurasa wa 12 hapa ndo tunaona wanasema kwamba pests zimeanza kuhama kutoka from the hot areas to the cold areas, na kwa hivyo tunaona hapa kuna FAO. Kuna ile tume ya FAO inasema kidogo ni kama chakula pengine inaenda kukosa, kwa hivyo serikali mbalimbali ziweze kujitahadhari. Ukurasa huo tu bado ndio tunaona kuna makamba yanatengenezwa pale Nakuru, na makaa haya ukiangalia vizuri unasema kwamba hayana suit. Suit au ndio kwa Kiswahili chimbiro. Hayana suit, vile you can use them to cook. Niseme ni mradi ambao umeanzishwa pale ambapo they don't make the charcoal from trees, wanaitengeneza tu locally. Ni taarifa nzuri zaidi kwenye ukurasa huo wa 12. 13 ni matangazo, ndo hayo. 14 ndo hapa naona wanasema si vyema, unless reading culture improves, change of set books is a mere ritual. Unless reading culture improves, change of set books is a mere ritual. Hapa ni baada ya maoni kutolewa kidogo kwamba zile set books ambazo zinafanywa high school ziwe zikibadilishwa, lakini wanasema kidogo haziwezi leta effect yote unless the mode of reading ya students imebadilika yenyewe. Ukurasa na ukurasa wangu wa Taifa Leo, ukurasa ni wa 11, ni michezo tu, ambapo naona hapa ni Dimba Kinda Giacomo anaibukia kuwa silaha kali ya Azuri. Nyota aliyeinua Giacomo Raspadori ni mmoja wa wachezaji ambao Italia inategemea kutafuta taji lake la kwanza la kombe la Ulaya. Ikumbuke kwamba UEFA Champions sasa michakato inaendelea ili kuhakikisha kwamba zinafanyika. Pia katika ukurasa wa 12 naona ni udaku ambao unaendelea huku kuhusu wachezaji bado, ambapo raha tele mkewe Rudiger akimpokeza taji kubwa zaidi. Rudiger amepata mtoto, yani mkewe amepata kumzalia mtoto. Ndio taarifa ambayo unaipata katika ukurasa wa 12 wa Dimba huku kwenye gazeti la Taifa Leo. 13 bado ni ukurasa wa 13 bado naona ni michezo ambayo imekita kambi katika ukurasa huu, ambapo Liverpool yajipanga kunasa sajili za nguvu, ambapo shughuli za kusajili wachezaji nchini Uingereza na Ufaransa zinaanza rasmi hapa leo, yani siku ya leo, huku kocha Jurgen Klopp akiwa na mipango ya kukisuka upya kikosi chake cha Liverpool. London Uingereza, Abramovich juu chini kumrejesha Lukaku Stamford Bridge. Ndio habari ambayo unaipata ukurasa huu wa 13 gazeti Taifa Leo. Kizee Tevez agana na Boca Juniors lakini hajastaafu. Utaipata taarifa hiyo ya michezo pia katika ukurasa huu wa 13. Na pengine mimi namalizia gazeti la kwangu hapa, ambapo tunaona tume ya KEMSA ama Kenya Medical Supplies Authority imeanza kuangalia zile tenda ambazo ziliweza kutolewa na ile komiti iliyopita. Zile tenda zote zimeanza kuangaliwa kwa mapana na marefu, ili kutokana na, kumbuka KEMSA imekuwa on the limelight sana kutokana na kuna mabilioni ya pesa yaliweza kupotea kutokana na protective gears ambazo walikuwa wakizipeana. Vile kulikuwa na mzozo kidogo kutokana na hayo yote. Hivyo sasa hivi wameanza kureview those tenders zilikuwa zikipeanwa na tume hiyo. Hayo ni katika ukurasa wa 16. 17 hamna lolote. 18 vile 19 hapa kama kawaida tutaangalia maoni. Kuna maoni, kuna yale yanasema kwamba kidogo shopkeepers, kuna wale ambao wako na wanauza bidhaa pale kando ya barabara, pale nyumbani, vijijini, kwamba wote wakuwe na leseni ama license. Kwa hivyo limezua mijadala. Ilikuwa kwamba wakuwe forced.
ikuwe force kwamba wawe na zile license. Kwa hivyo imezua mjadala anuai. Kuna wale wanasema kidogo kwamba ni vyema, manake unaweza pita pale barabarani unapata mtu ndio anauza asali. Sijui kama hii kufanyika, imenifanyikia mara moja. Nanunua asali kupeleka kwa nyumba kuonja, unapata tu ni maji pengine na sukari kaongezwa, kama kuna hii sukari nguru. Naam, hiyo ndio wanatumia kuunda, unachanganya kidogo. Kwa hivyo wanasema kidogo hizi license zinasaidia zaidi kucontrol ama kuregulate biashara kama hizi. Na kuna wengine hapa wanaosema kidogo haifai kufuatiliwa ama kufosiwa, manake kuna watu ambao wanafanya biashara pengine ni akina mama wamezeeka, wanajitafutia, hawana lingine, maisha imekuwa ngumu, vile vile kumwambia alipe leseni kwa mwaka pengine ni 4,000 ama 5,000, hiyo itakuwa kidogo ni oppressive kwa wale watu wenye hawana la kwao. Kwa hivyo ni maoni ambayo utapata kwenye ukurasa wa 19. Sijui maoni yako kwako ni yapi? Hapa sasa ni katika ile sehemu ambayo naipenda sana katika gazeti la Taifa Leo. Waijua? Sijajua. Naam, shangazi ya kujibu. Hii sasa unajua inanifanya nisisimke zaidi pindi ninaposoma taarifa hizi. Zinanipa raha kutabasamu. Sasa katika sehemu hii ya shangazi ya kujibu ni kuwa mpenzi alininyima tunda sababu sijafanyiwa tohara. Mambo ya kiajabu ajabu hayo mbona napata katika taarifa katika ukurasa huu wa 14. Alafu naona pia kuna mmoja amesema kweli pombe na sigara ni hatari kwa burudani. Hapo mimi sina jibu. Lakini shangazi atapata kukujibu hapa ndani. Mama ataka nioe ila mimi sikuwa na mpango huo. Utapata pia taarifa hiyo. Na shangaa mzee wangu na mama yake sijui kukafanyika nini hapa, lakini wewe mtazamaji na msikilizaji wa AGR utapata kujingamlia katika ukurasa wa 14 wa gazeti la Taifa Leo. Na pengine sijui tumalizie kabisa. Ni sport inaendelezwa katika ukurasa wa 15 ambapo naona hapa Magereza wanyanyua ubingwa Regional Championship. Hizi ni habari za michezo humu nchini Kenya, utazipata pia Nairobi Ogalo. Hii ni kama jina langu, najua naitwa Ogaro. Lakini sasa matamshi kidogo wamebadilisha. Ogalo na Muriu washindania ama washindia Kenya shaba taekwondo za bara Afrika. Nilikuwa nicheze taekwondo ila sasa uzito wangu, unajua taekwondo inataka mtu ambaye ni mwepesi kuruka. Wakubwa pale, wakubwa huwa wanatandikwa sana. Singependa nitandikwe. Naona tumemaliza. Gazeti la nyuma kabisa naona hapa linasema kwamba raha ya Ubelgiji. Kivumbi robo finali ya Betway baada ya timu ya KPL kufuzu. Dortmund wapunguzia Man United bei ya chipukizi Sancho. Ndio habari ambayo unaipata ukurasa wa nyuma wa gazeti la Taifa Leo. Tunashukuru zaidi kwa kuungana nasi tangu tuanze magazetini, ingawaje tulianza tukiwa tumechelewa kidogo. Hapo kesho tutakutana kwenye meza hii saa 1:30 kama kawaida, tuweze kukupa yale ambayo yamenakiliwa kwenye magazeti yetu. Hadi hapo kesho, nite Edwin Mokara. Nami nite MC Ogabra, kijana wa Yesu. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728880603 au 07901786
86. Ramizworks